Ujambo na karibu katika kipindi chetu maalum cha mahojiano, ambapo leo tunakuletea mahojiano ya kipekee kabisa na mchambuzi wetu mahiri wa masuala ya siasa, Bwana Eute kutoka nchini Canada, ambaye amekuwa akifuatilia kwa karibu mienendo ya kisiasa na kijamii katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mtazamaji, katika mazungumzo yetu ya leo tutazungumzia kuhusu marekebisho ya katiba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia tutachambua kwa kina kabisa mtazamo wake kuhusu kuingia moja kwa moja kwenye ulingo wa kisiasa. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa mahojiano haya ya kipekee ili kupata majibu ya maswali haya mtazamaji, na mengine kibao muhimu. Mimi naitwa Abedi Jean de la Croix. Niseme kwa mara nyingine tena, karibu. Naam, Eute, ujambo kwa mara nyingine tena ndani ya mahojiano. Asante tena kwa invitation ya leo ndugu mtangazaji. Kwa sasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, habari ya mjini ni marekebisho ya katiba. Wamoja wanaunga mkono, wengine wanapinga. Ningetaka nipate mtazamo wako. Unafikiri kuna uhitaji wa kufanya marekebisho ya katiba kwa sasa? Asante tena na salimu wakongomani wote watakaopata wakati wa kutusikia na kutufata kwa kipindi cha leo. Marekebisho ya katiba wala constitution ni wajibu ya kila raia wa nchi. Kama anaona katika katiba muna mipango yenye haifai wala ma section wala ma articles yenye hazifai, kuzibadilisha sio mbaya zaidi, lakini kuzibadilisha kuna lengo fulani ya kubadilisha katiba wala ya kuamend katiba, katika lugha ya Kiingereza wanasema hivyo. Kwa leo sisi wakongomani tuko katika vita, nchi iko fragmented, jambo cha Waingereza wanasema hivyo, yani tuko katika division ya nchi. Wafasi fulani serikali haina mamlaka pale. Sasa ukijiuliza, wakitaka kubadilisha katiba ni lazima watarudia kwa watu, kwa sababu demokrasi inapatia watu mamlaka, na ile mamlaka inapitia wala direct wananchi wenyewe wala kupitia kwa wabunge. Sasa wakibadilisha katiba kwa siku ya leo, watu wa Goma, watu wa nafasi eneo zote zile zenye M23 na control, je, watakuwa katika ile katiba wala katiba itawatenga? Na kama katiba itawatenga, kwani maana ya kubadilisha katiba kwa sasa haina mpango, kwa sababu ita-accelerate wala itaendelesha zaidi ugawanyiko wa nchi. Ndio maana mimi kwangu, sababu ya kwanza ni kusema hatuna haja ya kubadilisha katiba kwa sasa. Tuna haja ya kuleta amani katika nchi. Katiba yenyewe kubadilisha huwezi leta amani. Vizuri sana. Na kwa namna unavyoona, je, mchakato wa marekebisho ya katiba unafuata misingi ya kidemokrasia? Na watu wengi waamini hivyo. Ni wale wenye wanaitwa katika lugha ya Kifaransa wa fanatiki, yaani watu wenye wanapenda mlengo wa serikali ya sasa, ndio wanapiga kelele ya katiba kubadilishwa, na wanasema ndani ya katiba kuna ma section wala ma articles fulani zenye hazifai kuwa mule ndani. Yaani ukiona mchongo wote ni mchongo unalenga kitu fulani au lengi maslahi ya raia wala ya wananchi wala ya Kongo yenyewe, maana yake nataka kumaanisha demokrasi haitafanya kazi yake. Itakuwa kugeuza constitution kwa kimabavu ili waongozi wale wenye wanaongoza kwa sasa waendelee kuongoza. Nitakupatia mfano fulani. Ndani ya constitution wala ya katiba, mkiwa section wala articles zenyewe zenye hazifai, haimaanishi kubadilisha katiba. Inamaanisha tu amend wala tufanye revision ya zile section ya zile articles zenye hazifai, na kuna ma disposition katika constitution zote za nchi zenye zinapatia bunge wala wananchi kutoa wala kupunguza mamlaka ya zile article wala zile section katika katiba zenye haziambatani tena na maslahi ya nchi. Lakini ukiona kwa sasa wanasema lugha ya kubadilisha katiba, yani wanasema tuondoe hii katiba tutie katiba mpya, na ukishatia katiba mpya
katika lugha ya kidemokrasia unamaanisha unaanza kila kitu kwenye zero. Hakutakuwa mandate, hakutakuwa mula, yani mula wa Rais Tshisekedi kama alifanya miaka 10 yote itavutwa na ataingia katika mula zero. Sasa ina hiyo ndo maana nasema demokrasia haitapatiwa pale, kwa sababu malengo sio malengo ya nchi. Malengo ni malengo ya viongozi wenye wanataka kutetea madaraka zao na wabaki pia katika uongozi, ijapokuwa mandate wala mula wao unafika mwisho. Okay, bila shaka kuna wananchi ambao wanaunga mkono marekebisho ya katiba na kuna wengine wanapinga. Unadhani wale ambao wanaunga mkono wanafahamu kile ambacho wanakiunga mkono? Siamini kama wanafahamu kile wanachounga mkono, kwa sababu speeches wala propaganda ya rais na watu wake wa chama chake cha uongozi, wengi wakongomani propaganda zao ni kusema matatizo tunayo leo ni kwa sababu katika katiba kuna vipengele fulani na vile vipengele ndio vinaleta fujo kwa ndani ya nchi ya Kongo. Kwa hiyo tukibadilisha katiba hii tutakuwa tunapatia Kongo uhuru wake, na hiyo ni speech wala ni propaganda ya mtawala. Lakini wale watu wenye wanauzishiwa ile ma ideas hawaelewi the background ya uongozi wetu kwa sasa. Rais Tshisekedi ana lengo gani? Mimi nimekupatia mfano, katiba zote za ulimwengu kuna section, kuna articles zenye zinapatia bunge na wananchi mamlaka ya kubadilisha wala ya kuongeza wala ya kutoa wala ya kuondoa kabisa articles zile zenye hazifai, zile zenye haziambatani tena na malengo ya nchi wala ya wananchi. Sasa kwa sasa sisi tunaambiliwa Wakongomani katiba ibadilishwe, kwa sababu ndani ya katiba kuna vipengele wala ma articles wala ma section zenye zina mlengo wa kuzisha ile wenye wanasema independence wala sovereignty ya Kongo, na inapatia wageni nguvu kwa kugombanisha. Hiyo sio kweli kabisa. Ni lazima watu waelewe malengo ni malengo ya kuchange constitution, kubadilisha constitution, ili waongozi wa leo waendelee kuongoza kimabavu bila kufata sheria za kidemokrasia. Kama zile articles zipo ndani, ni wajibu wa Wakongomani kueleweshwa, na bunge itafanya kazi hiyo. Zile articles zitapunguzwa nguvu wala zitabadilishwa, na constitution entirely inabakia pale. Bali nataka kumaanisha watu hawaelewi lengo la rais, na lile lengo lenye anawauzisha ile propaganda yake sio ndio lengo lake. Lengo lake ni kubaki kwenye madaraka, na hawezi baki kwenye madaraka bila kuchange wala kubadilisha katiba. Sasa tuangalie hasara au hatari za marekebisho ya katiba. Kwa mtazamo wako, ni hatari au hasara zipi zinaweza kujitokeza kutokana na marekebisho ya katiba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Hasara itakuwa hasara kubwa, kwa sababu kwa leo tuko ndani ya hasara kubwa. Kwanza hasara kubwa tunayo ya vita, na government ya sasa ikiendelea na mfumo wa kubadilisha katiba italeta division sana, itagawa tena wa raia wa Kongomani zaidi, na tutaingia katika vita zaidi sasa ya sisi kwa sisi ndani ya nchi. Yani unity wala umoja wa Kongomani utakosa nguvu ya kupiga adui. Kubadilisha katiba kwa sasa ni kupatia adui nguvu ya kutuvamia zaidi, kwa sababu sisi peke tutakuwa tumisha jipunguzia nguvu zetu za umoja. Na ndio maana nasema kwa sasa sio lazima kubadilisha katiba. Ingekuwa heri tuendelee na katiba hii mpaka mwisho wa mandate ya president wa sasa, wala zile articles wala zile sections zenye wanaona ndani ya katiba hazifai wazipunguze nguvu wala ziondolewe, kwa sababu katiba ya Kongo na katiba zote za ulimwengu zina hiyo mipango jinsi gani section fulani wala articles fulani
zinaweza ondolewa katika katiba wala kupunguzwa nguvu katika katiba na kuiacha katiba vile vile. Sasa Ute, kupunguza nguvu si ndo mchakato ambao serikali inataka kufanya ambao wewe unapinga? Hapana, serikali haipendi kupunguza nguvu wala kuondoa zile article. Serikali inapenda kubadilisha katiba. Ukitaka kusema kuongeza wala kupunguza nguvu wala kutoa vile vipengele, hawasemi kubadilisha, hapo wanasema ni amendment ya katiba. Sasa wakati unasema na tutabadilisha katiba, maana yake unaondoa ile katiba, unaireplace na katiba mpya. Na hiyo ndio mimi napinga, kwa sababu kuna njia ya kutoa vile vipengele ndani ya katiba na katiba itabakia pale pale. Lakini wanasema lugha ya kuondoa katiba na kuibadilisha na kuleta katiba mpya. Sasa hofu na hatari kwa hiyo ni kusema wakitoa katiba na wanaleta katiba mpya, maana yake mula wote wa Tshisekedi itakuwa hautahesabika. Ataanza 0, ataanza number 1, tena atafanya ingine miaka 10, yani atakuwa na miaka 20 katika uongozi, kwa sababu katiba mpya na mambo mapya. Sasa ingekuwa heri wabadilishe wala watoe vile vipengele vyenye havifai ndani ya katiba na katiba ibakie pale pale, ili itupatie wakati ya kupiga adui na ya kuheshimisha mamlaka ya waraia, ile yenye wanaita demokrasi. Waraia ndio waliwapatia madaraka, na ile time ikishafika mwisho tuende kwenye election. Na kama tutaenda kwenye election, kuna njia zingine tu bila kubadilisha katiba na itampatia nguvu ya kumaliza vita. Okay, kabla tujengea katika sehemu ya pili kutaka kujua msimamo wako katika siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni ushauri gani ungependa kutoa kwa serikali na kwa wananchi kuhusu mchakato huu wa marekebisho ya katiba? Kwanza nitaanza na wananchi wenzangu, wakongomani wenzangu, na wapatia habari ya kwamba ndani ya lugha ya kubadilisha katiba labda mnaielewa vibaya. Mtu akikwambia wala serikali ikikwambia wala viongozi wa serikali wakishasema tunabadilisha katiba, maana yake wanaondoa katiba ya sasa na wanaleta katiba mpya. Hilo ina faida gani kwa sisi wa raia? Kwa sasa hatuna faida ndani. Faida ni ya wale wa viongozi, kwa sababu ile katiba mpya wataanza kila kitu mwanzo, yaani itakuwa katiba mpya na mambo mapya. Kama Tshisekedi amefanya miaka 10, ataendelea kufanya ingine miaka 10 na kadhalika. Kwa serikali, ningewaambia serikali msifanye mambo ya kubadilisha katiba katika situation ya nchi ya leo. Nchi iko katika kwenye vita. Hiyo italeta vita zaidi ya sisi kwa sisi wakongomani kugombana, na tukigombana sisi kwa sisi, umoja wetu unapunguka. Tutapunguza nguvu ya umoja na wale wadui watapata nguvu zaidi ya kutuvamia. Kwa hiyo tutie maslahi ya nchi mbele, tuache kwanza maslahi ya sisi wenyewe. Ya Kongo na wakati yake ya kuwa toujours united or always united. Uzungumzie sasa wewe kama wewe ni mchambuzi mzuri sana wa masuala ya kisiasa, na tumekuwa tukifanya na wewe mazungumzo hapa siku nyingi sana. Kuna msikilizaji ambaye ameniambia nikuulize swali. Je, una matamanio ya kuingia katika ulingo wa siasa? Hili ni swali ambalo limeulizwa na mfuatiliaji kabisa wa uchambuzi wako. Kaniambia kwamba naomba umuulize kama ana matamanio ya kuingia katika ulingo wa siasa. Swali limeulizwa na Manu Saidi, yuko Canada huko. Unaweza ukamjibu namna gani? Nitampongeza kwa kunifuata na kwa kutufuata kila mara. Pia nasema nampongeza ndugu Manu Saidi kwa swali lake, na jibu yangu kwake ni hili: sisi wakongomani wote tunaombeka tuwe wafanya siasa wa nchi yetu, kwa sababu tukiwa wafanya siasa wa nchi yetu inamaanisha tunapenda nchi yetu. Hakuna mfanya siasa hana sanamu ya kusema ule ndio mfanya siasa. Raia yoyote ni lazima awe mfanya siasa ili ajue namna gani, jinsi gani Kongo inavyoendeshwa na wale wenye wanaiendesha kwa sasa. Kwa kuendelea, kwa kufika kwangu, mimi naweza sema kama Mkongomani kweli nina malengo ya siasa. Siwezi sema sina malengo ya siasa,
na ndio maana wakati yoyote nchi kishakuwa kwenye matatizo nachangia mawazo zangu. Kuchangia mawazo pia ni siasa yenyewe nafanya hiyo. Siasa sio mpaka niwe mbunge, sio mpaka niwe minister, hapana. Siasa ni kusema wala kuongeza wala kubadilisha mawazo na wananchi wengine, kuwalamusha wale wenye wanalala wala wale wenye hawaelewi, ili sisi wote tuwe na lengo moja ya kupigania nchi yetu iwe nchi timamu, nchi ya maendeleo, nchi ya kuheshimika. Vizuri sana. Changamoto kubwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kwamba kunaonekana kuwepo na siasa za ukabila, wamoja wanafanya kazi kwa ajili ya makabila mengine. Na wewe uliwahi kuwa kiongozi wa jamii ya Wabembe hapo Kanada, ina maana wewe ni kutoka kabila ya Wabembe. Je, utakuwa mfanya siasa wa Wabembe au Wakongomani wote kwa jumla? Asante. Kwanza mimi napinga siasa ya ukabila, kwa sababu siasa ya ukabila ni siasa mbovu na inahatarisha kabila lenyewe na nchi yenyewe. Mfano ni wa Rwanda. Rwanda ile inatatizwa kwa sasa na genocide ya 1994 ni kwa sababu ilikuwa siasa ya ukabila. Watusi, Wahutu. Mimi nikiwa mfanya siasa na nikipata fursa ya kutumika katika nchi ya Kongo, nitakuwa mfanya siasa wa Wakongomani, sitakuwa mfanya siasa wa kabila. Na mimi napinga tena zaidi siasa ya ukabila, kwa sababu ni siasa inahatarisha kabila yenyewe na inahatarisha malengo ya nchi. Kwa mimi nikipata hiyo nafasi, nitakuwa mfanya siasa, mfanya kazi wa Wakongomani, haijalishi kabila. Okay, nimekupata vizuri kabisa. Sasa utatumia mbinu gani za kuwashawishi Wakongomani wapate kukuelewa? Mbinu ni kumwambia Mkongomani Kongo ina matatizo na kuleta solution na ile matatizo, na kuwa na mamlaka ya kueleza yale matatizo yametokea wapi na yanaweza tunzwa jinsi gani. Kama vile ukienda kwenye hospitali, daktari kabla aanze kupatia dawa na kupima kwanza ili ajue matatizo zako. Na nadhani tumeshakuwa ndani ya diaspora siku nyingi sana na tunafuatilia mambo ya Kongo. Naweza sema sina control ya nchi yenyewe zaidi, lakini nadhani ninaelewa tatizo za nchi yetu kwa sasa, na nadhania kwa yale machache ninayo, naamini Wakongomani wanaweza nielewa na kunisikia, kwa sababu nitawaeleza lile linalowasumbua, nitawaeleza sababu ya ile usumbufu, na nitawaeleza kisi gani tunaweza tunza ile ugonjwa. Ute, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya juzi, ndiyo ya jana, ndiyo ya leo, yawezekana hata ndiyo ya kesho. Yaani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni ile ile tu, hakuna mabadiliko yoyote. Unadhani wanasiasa wa DRC wanashindwa wapi kutekeleza majukumu yao? Asante. Unajua wanasiasa ndo wanatengeneza nchi, kwa sababu siasa inawapatia mamlaka wakishachaguliwa ya kufanya mapolicies wala sheria zile zenye zinaweza tengeneza nchi. Tatizo kubwa ya Wakongomani wala wafanyasiasa wa Kongo ni wanasiasa wa tumbo zao, wa maslahi zao. Wanashindwa kujua ukitika wala kukubali kuwa mfanyasiasa, wewe umekubali kuwa mtumwa wa watu. Lakini Kongo ni contrary, ni utofauti. Ukishakuwa mfanyasiasa wa Kongo, wale watu wamekuwa watumwa wako, na ndio maana mambo haiwezi endelea, kwa sababu iko vice versa. Sisi ukishakuwa mfanyasiasa na ukipata heri ya kuteuliwa nafasi fulani, kazi yako ni kutumikia watu, kazi yako ni kuwa mtumwa wa wale watu. Sasa wafanyasiasa wa Kongo wanatia waraia na Kongo kuwa watumwa wa wafanyasiasa, na hilo ndio tatizo kubwa. Na ukiona katika hata Afrika yenyewe, Wakongomani wafanyasiasa wa Kongo wanatajirika sana, na ukishaona nafasi mfanyasiasa anakuwa tajiri, sema hapo ni hatari, ameiba. Ndio ile inamaanisha, sio wote lakini majority yao ni hivyo, wanakuwa wafanyasiasa wa maslahi zao, sio wafanyasiasa wa nchi.
kitu naweza kuongezea pale ni kusema ukishaitika wala kubali kulead watu, kuongoza watu, yani wewe umekubali kuuzisha malengo yako juu ya faida ya wananchi wala wa kikundi fulani, umekubali kuongoza, sio maslahi yako. Ukitaka maslahi yako usiende katika siasa wala usiende katika uongozi. Ukikubali kuwa mwongozi, kuwa mfanya siasa wa watu, maana yake umekubali kuwa mtumwa wa wale watu. Sasa Kongo ni utofauti. Wakongomani wafanya siasa wa Kongo, sisi wakongomani na nchi yenyewe ndio watumwa wao. Na ndio maana Kongo haiendi nafasi fulani, kwa sababu maslahi ya Kongo haitiliwe mbele na wafanya siasa wanatia maslahi yao mbele. Na ndio maana kuko utofauti katika wafanya siasa wa Kongo na wafanya siasa wa nchi zingine. Okay, vizuri sana. Sasa wewe unavutiwa na nini kwenye siasa? Ni uchungu wa nchi. Uchungu wa nchi, kama vile raia wa nchi. Nimetembea nchi nyingi sana katika Afrika, kwa sasa niko Ulaya. Naona gisi nchi zingine zinavyoongozwa na Kongo yetu gisi inavyoongozwa, inanipatia uchungu. Na si mimi peke yangu tu, labda mimi ndo nina courage ya kuja kwenye interview na kueleza. Nadhani kila mkongomani ana uchungu wa kuona nchi yenye basi mali nyingi kuongozwa gisi inavyoongozwa kwa sasa, na waraia kuzidi kuteswa na kuteseka. Hiyo uchungu ndio imenilamusha na inanilamusha kwa kila mara, kwa kila siku kuwaza zaidi juu ya nchi yangu, juu ya nchi yetu Kongo, na gisi gani contribution ya mawazo yangu inaweza pia kuongeza maendeleo ya nchi. Kwa kusummarize, kwa hiyo swali ni kusema ni uchungu ya nchi ndio inanisumbua zaidi na inanisukuma pia. Ute, tunaelekea ukingoni. Neno lako la mwisho kuhusu marekebisho ya katiba na nia yako ya kuingia kwenye siasa, unaweza kuambia wananchi? Nitaanza na priority ya leo. Ni nchi iko katika matatizo, wa Kongomani wenzangu, na wakati nchi kishakuwa kwenye matatizo, jambo kubwa ni kuwa pamoja na kufanya jitihada fulani, nguvu zote zile, ili tutoke katika ile matatizo. Priority yetu kwa sasa ni kutafuta amani, sio kubadilisha katiba. Naweza ambia ninyi Wakongomani wenye wana sauti ya kusikilika zaidi na serikali, sisi wote tunayo, lakini kuna wenye wanayo zaidi, wale wabunge. Hii sio wakati ya kubadilisha katiba. Na mkiendelea na mfumo wa kubadilisha katiba, inaonesha mpendi nchi ya Kongo, kwa sababu italeta fujo zaidi. Damu za Wakongomani tena zitamwangika kwa faida yenu nyinyi wafanya siasa. Mungetia kwanza maslahi ya nchi mbele, na kama umeona katika katiba kuna vipengele fulani vyenye vifai, katiba ya Kongo ya leo inawapatia njia na mamlaka ya kuondoa zile articles na wala kuzipunguza nguvu. Wanawaomba msiendelee na hiyo njia, kwa sababu ni njia mbovu na itatuletea tena matatizo kubwa zaidi sana, hasa kwa nyinyi wafanya siasa na kwa sisi wa raia wa kawaida. Kwangu mimi naweza sema kwa kila Mkongomani, sio kwangu peke yangu, tuamuke sisi wote Wakongomani, tupende nchi yetu. Tukipenda nchi yetu, maslahi yetu tutayatia mbali zaidi, na tuvae spirit ya kusema ukishaitika kuwa kiongozi wa watu, yani umeitika kuwa mtumwa wa watu, tuamuke ili tuwe watumwa wa Kongo, tuwe watumwa wa Wakongomani, ili Kongo nayo iangae kama nchi zingine. Tusikue kuwa wakimbizi kila mara kila siku. Na ndio maana mimi ndugu yenu Ute nimesimama leo tangu zamani kwa kutetea maslahi ya Kongo, kwa sababu niamushe wale wenye wanalala, ili tuongoze, tufanye mfumo wa mabadiliko ya nchi, ili iwe nchi ya kuangaa kwa watu wengine, na sisi tuwe nchi pia ya kusema tunaweza pokea wakimbizi wa nchi zingine wala watu wa nchi zingine kuja kutafuta makazi ndani ya Kongo. Tusikue sisi tu kwenda kutafuta makazi kwa nchi zingine. Kusummarize hapo, nataka kusema tuitike Wakongomani wote tuwe watumwa wa Kongo. Tupende Kongo, Kongo yetu itatujenga sisi. Tusikue
uwe Kongo iwe tu watumwa wa sisi wafanya siasa wala wanyinyi wafanya siasa. Tuwe wazalendo. Uzalendo ndo tunaombeka, na uzalendo ni kusema tunabadilisha akili zetu za kutia maslahi yetu mbele, tunatia maslahi za wananchi na ya nchi mbele. Na wasalimia wote, na nasema tusimame sisi wote kwa malengo ya kuongoza na ya kubadilisha maisha ya nchi na ya wakongomani wote. Mtazamaji, ni Ute aliyewahi kuwa mwenyekiti wa jamii ya Wabembe pale nchini Canada. Amehitimisha mazungumzo nami. Tumezungumzia kuhusu marekebisho ya katiba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini pia matamanio yake ya kujikita kwenye ulingo wa siasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama una lolote, basi unaweza kuwasiliana nasi kwenye namba hizo hapo chini. Naitwa Abedi Jean de la Croix. Mimi niseme tu alamsiki.